wananchi. Uona mweka Jamila amfukuza. Tunataka ame bwana Mwakinyo bwana, ame bwana. Ame tena twampa. Kwa hiyo serikali tuomba mtusaidie. Huyu mtu si mtu mzuri. Hizi taarifa zifike kila idara na zifike kila sehemu. Kwa sababu yeye ni mwanadamu kama sisi. Kupitia huu mwezi wa Ramadhani, yale majeraha aliyomtafuna yule, alipiga kelele yule mvulana, sisi tuamsikia ikiwa ni saa 10 za usiku. Lakini sauti ile hatukujua iko nyumba gani. Akapiga kelele kuanzia saa 10 za usiku. Fikiria saa 10 za usiku mwandishi. Mwenyekiti wa mtaa ufike pale saa 12 za asubuhi. Na wewe Mwakinyo kama huyu ni mwizi umemkamata. Kwa nini usimpigie mwenyekiti toka saa 10 za usiku ampigia mwenyekiti asubuhi wakati ule pale mbona ni marehemu? Manake haya alokuwa nayo ni hali ambayo ni ya umarehemu. Kwa hiyo yeye akaona hapa mimi napoteza ushahidi. Na mtu mwenyekiti akija huu hawezi kuongea. Nilichomfanyia hawezi kukisema. Na akili yake yeye akajua yule mtoto kafa. Lakini Mungu akamlani, wajua Mungu ndiye mponeshaji. Yeye wakati ampiga mwambia leo mimi nakuua ndio siku yako ya mwisho. Lakini kumbe hajui kama Mungu mwenyewe ndio anayemponesha. Ile hali ya leo sio kupona. Lakini hakisha kama Mungu mwenyewe ndio kafanyaje kamponesha ili apate atoe ushahidi ili Mwakinyo ajulikane tatizo lake ni kitu gani kwa wananchi. Sisi vijana hatuungi mkono Hassan Mwakinyo kuishi mtaani kwetu. Jambo la kwanza, hatuungi mkono kuishi mtaani kwetu kwa sababu anahatarisha maisha ya vijana. Na watoto wetu ni watundu kwa ukweli. Kwa kama kila atakayekatiza kula atakutana na majanga, tunaamini na tuna wasiwasi ya kuwapoteza vijana wengi kupitia yeye. Kwa sisi kama vijana hatuungi mkono Mwakinyo kuishi mtaani kwetu. Lakini